Je, mnamfahamu Yesu na thamani yake? Mwingine atanijibu kwamba mimi simeokoka, maana najua thamani ya Yesu. Mimi niko kanisani na Mungu, maana najua thamani ya Yesu. Nataka nikuambie, hata miongoni mwa wanafunzi wa Yesu walitembea na Yesu, hawakujua thamani ya Yesu. Yuda alikuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa yale aliyoyafanya, tafsiri yake alikuwa hajaelewa. Huyu ni mtu wa Mungu. Sema una uwezekano wa wewe kuja kanisani kuabudu kama desturi. Una uwezekano wa kusema mimi ni Mkristo kama desturi, kwamba wazazi walionizaa walikuwa Wakristo, wana mimi nakuwa Mkristo, siwezi kuacha dini ya baba, nitaifuata dini ya baba. Hiyo haimaanishi unajua thamani ya Yesu. Bwana asifiwe. Niulize, kuna mtu yoyote hapa alikuwa anaumwa halafu akaombewa, Yesu akamponya, akawa salama, na sasa yuko kanisani kwa sababu tu alikutana na Yesu kwa njia ya uponyaji? Yupo? Anaweza kuinua mkono? Wengine wote hakuna muujiza wa uponyaji. Ulihubiriwa tu ukaokoka, halafu ukaona kweli maneno yana kweli, ukaingia katika Yesu. Kuna watu ambao Mungu amewaponya, amewafanyia muujiza wa afya. Huwezi kulinganisha mtu ambaye amefanyiwa muujiza wa afya na mtu mwingine wa kawaida, sio rahisi. Bwana asifiwe. Aliyefanyiwa muujiza akaona ule muujiza mkubwa, mwingine anajua thamani. Wakati fulani mzee wetu Moses Lola, wakati anahubiri, aliombea mtu ambaye alikuwa haoni. Huyu mtu alikuwa haoni, kwenye mkutano wa Injili akafunguliwa akaona. Alipoona akasema, yaani akasema kumbe pombe inaziona. Ilikuwa sizio. Yule ambaye naye alikuwa hajui thamani ya Yesu. Kuna mwingine amepona anajua thamani ya Yesu, na mwingine amepona hajui thamani ya Yesu. Bwana asifiwe. Na namna mbili hapa. Kuna watu wengine tu wanakutana na muujiza tu kama bahati, na hasa Mungu apewe utukufu. Kuna watu wengine wanaponywa kwenye mikutano kwa sababu Mungu tu anataka utukufu wake uonekane, lakini sio maana yake kwamba hawa
kuna kitu wameona kuhusu Yesu. Mimi dada yangu alikuwa miaka 5 na aliombewa akapona, baada ya kwenda kwa waganga sana, mpaka malaika akamtokea shangazi yangu na kumwambia, nenda kanisani peleke mtoto akaombewe. Baada ya maombi yake akafunguliwa. Leo huwezi kumwambia chochote dada yangu kuhusu Yesu, kwamba ushawishi asielewe thamani ya Yesu. Bwana asifiwe. Mvua inaponyesha kuna watu wanapata manyunyu, kuna watu wengine inawanyeshea kabisa. Hata kanisani kuna watu wanapata manyunyu na kuna watu baraka. Mvua ni baraka, unielewe hivi. Bwana asifiwe sana. Yaani unaweza kuwa kanisani tukaabudu, wewe ukatoka kama ulivyotoka. Yaani wewe ni sehemu ndogo sana umeguswa, ila kuna watu ambao wanasema leo Bwana amesema na mimi. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa tu nakupa somo langu ambalo nataka nifundishe. Nitakuwa nafundisha na kuhubiri hapo, au mahubiri ndani ya mafundisho, au mafundisho ndani ya mahubiri. Tufungue kitabu cha Injili ya Luka sura ile ya 7. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, kumfahamu Yesu na thamani yake. Mstari soma mstari kuanzia wa 11. Kuna kitu nakitafuta pale, lakini hasa mstari yangu ni wa 18 mpaka 23, lakini nataka tupate kitu kidogo kuanzia mstari wa 11. Luka sura ya 7 kuanzia mstari wa 11. Baadaye kidogo alipokwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Huyo ni Yesu tunayemzungumza. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama, akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Wanafunzi wa Yohana wakamletea habari ya hayo yote. Ndipo
Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Bado Yohana alikuwa hajaelewa huyu ni nani. Nao walipofika kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba na pepo wabaya na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana hayo mliyoyaona na kuyasikia: vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri mtu yeyote asiyechukizwa nami. Bwana Yesu. Bwana sifiwe. Hapa tunajifunza mambo muhimu sana. Katika safari za Yesu Kristo alienda nchi inaitwa Naini akiwa na wanafunzi wake. Pale alikuta kuna maiti. Maiti ya mama mjane. Huyu mama alijua sasa basi ukifiwa unakata tamaa, lakini akakuta watu wako pale analia, akamwambia usilie. Bwana asifiwe. Usifanye nini? Usilie. Watu wamebeba gereza, wamekata tamaa, yeye anamwambia usilie. Mtu anakwambia usilie na wakati umepoteza mtoto, ungechanganyikiwa. Usilie na mimi mwanangu ameondoka jamani. Lakini walipoambia usilie, Yesu alipofanya aligusa jeneza. Basi akaligusa nini? Jeneza. Kijana yule maiti akaanza kuongea. Jambo hili nikuulize, huyu mama aliyeponyewa mtoto wake ambaye alikuwa anaenda kumzika, atakuwa haelewi thamani ya Yesu? Kuna wakati Yesu aliwaponya watu, alipowaponya tu wakasema tunataka tuondoke na wewe. Wakaamua kusafiri na Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakaamua kusafiri na Yesu. Wanasema tunataka tuondoke na wewe. Yesu akamwambia nendeni mkawaambie ndugu zenu haya mnayoyaona. Bwana asifiwe sana. Mkawaambie, mkatangaze, sio kunifuata. Nendeni mkatangaze kwamba Yesu amefanya hivi. Lakini waliamua kumfuata, kwenda naye kwa sababu ya kujua thamani ya kile kilichofanyika. Bwana asifiwe. Maiti ile akatoka. Maiti alipotoka, kila mtu akashikwa na mshangao. Hata kama ungekuwa wewe, umeshikwa na mshangao. Siku moja mkutano Arusha,
niliona mtoto aliyekuwa anagonyea kichwa, sio wanaita nini mtaalamu kusaidia wale kimshika ile kichwa kinagonyea, anaombea, anapona, kichwa kinakaza. Mtu kama yule huwezi kumwambia usije kanisani na akakuelewa. Wala si mtu kama yule au wazazi waliofanyiwa jambo hili, huwezi kutumia lugha yoyote ya kuwashawishi wasijue thamani ya Mungu aliyotoa. Wakati mwingine sisi wa Kristo hatuelewi, tunaabudu kama kawaida ama desturi, lakini hatujajua thamani ya Yesu Kristo. Ndio maana ibada ni kitu cha ziada. Tukila na ibadani naenda kama ziada, lakini hajaelewa kwa nini naenda kanisani, kwa nini naenda kuabudu, na wewe ninayemwabudu ni nani? Uwezo na mamlaka aliyonayo huyu sio wa kawaida. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Huyu sio wa kawaida. Jambo kubwa lilifanyika, yule mtu akatoka kwenye jeneza. Kuna watu wako wanatembea kwenye jeneza. Unaweza kuwa uko ndani ya jeneza la kiroho, unaonekana uko hai, watu wanakuona kama vile uko salama, lakini wewe hauko hai. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Wakati mwingine mtu hawezi kujua thamani ya maombi kama hajawahi kuingia kwenye changamoto. Anasema yona ngole mnalialia, ni kazi ya kulia hivi mnapigwa na nani? Hajawahi kuingia kwenye shida akajua maombi maana yake nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa, kama tunataka kumwabudu Mungu kisawasawa, ni lazima tufahamu Yesu. Yohana aliuliza akasema hivi, wewe ndiye yule ajaye ama tumtazamie mwingine? Baada ya ushuhuda wa yule maiti aliyefufuliwa, ikabidi awatume wanafunzi wake Yohana kwenda kuthibitisha. Yesu alijibu nini? Mstari wa 18 ukisoma pale na kwenda chini, unaona kile alichosema. Naomba urudie mwinjilisti wa mstari wa 18 pale. Mstari wa 10 na kuendelea kidogo hadi 7. Wanafunzi wa Yohana wakamletea habari za hayo yote, yale ya matendo makuu yaliyofanyika kule. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, ndio akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Nao walipofika kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, ndio wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Wanamuuliza, wewe ndiye ajaye? Sikiza jibu. Na saa ile aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba na pepo wabaya, na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana hayo mliyoyaona na kuyasikia. Vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri mtu yeyote asiyechukizwa
asiyeshindwa na dhambi. Jibu la Yesu lilionekana kwa matendo. Swali, wewe umeokoka? Mtu anauliza, umeokoka? Mtu anaanza kuona maisha yako, matendo yako, maneno yako, anasema au wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe ni Mkristo, watu wataona matendo. Wewe ni Mkristo mcha Mungu. Kamwambie Yohana, haya naye yaona. Kuna watu wameguswa na Yesu. Wasasi Mungu amewafungua kwenye dhiki na mateso. Mariamu alifanya jambo moja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndugu zangu, ni lazima tujue thamani ya Yesu Kristo. Tujue thamani ya Yesu Kristo. Nguvu iliyomo katika Kristo Yesu sio nguvu ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sio nguvu ya nini? Ya kawaida. Mariamu akasema aliyekuu amenitendea. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Tunapokuwa kanisani na tunamwabudu huyu Mungu wa kweli, ni lazima tuone na tufahamu thamani ya mambo ambayo Mungu ametufanyia. Kama tunamwabudu na tunamaanisha kumpenda, ni lazima tuonyeshe ama tuone thamani ya yale ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Najaribu kuangalia hapa, kuna andiko moja ambalo tulisoma Ijumaa. Ndio naliangalia hapa, na andiko moja nimesoma Ijumaa. Kama mtu atakumbuka, hebu soma Luka ile sura ya 4 mstari wa 31. Luka sura ya 4 mstari wa 31. Akashuka mpaka Kapernaumu,
mji wa Galilaya, akawa akifundisha siku ya Sabato. Ndiyo. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Neno lake lilikuwa nini? Na uwezo. Na ndani ya sinagogi kulikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu. Akalia kwa sauti kuu akisema, acha, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Ndiyo. Na kujua huu nani mtakatifu wa Mungu? Ndiyo. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa utoke. Ndipo ile pepo akamwangusha katikati, akamtoka asimdhuru neno. Akamtoka asimdhuru neno. Mshangao ukawashika wote, wakawa wakasemezana wakisema, ni neno gani hili? Maana hawaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu, nao hutoka. Habari zake zikaenea kila mahali katika nchi hiyo. Akatoka katika sinagogi, akaingia katika nyumba ya Simoni. Naye mkewe Simoni, mamaye mkewe, alikuwa ameshikwa na homa kali. Wakamwomba kwa ajili yake. Akasimama karibu naye, akaikemea ile homa, ikamwacha. Mara hiyo akaondoka, akawatumikia. Bwana asifiwe. Bado Yesu katika safari za kabla anafanya muujiza. Bwana asifiwe. Kila mahali Yesu alipoingia kuna jambo kubwa alifanya. Sijui kwako umeingia kufanya nini. Unaelewa juu ya thamani yake? Ukijiona wewe uko kanisani na unajihisi kwamba wewe ni mtu wa kawaida tu, mambo yako ni ya kawaida tu, bado hujajua thamani ya Yesu. Niliwaambia Ijumaa, ukiona uko kanisani huna hamu ya maombi, wale waliokuwa Jumapili, amini Ijumaa, nilisema ukifanyaje? Tuliokuwa Ijumaa nilisema ukiwa uko kanisani na huna hamu ya maombi, huna hamu ya ibada, wakati mwingine uko nyumbani huna hamu ya ibada, unasema nitaabudu tu siku yoyote. Umefanya nini? Umepigwa. Maana yake umeshambuliwa na wewe umeridhika, umetulia bila kujua kwamba kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nimesema maombi yetu ni maombi ya vita. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Niliwaambia hapa kwamba wakati fulani hiyo Ijumaa niliwaambia tulikuwa tunaabudu na mtu ambaye maisha yake hayakuwa salama. Tunasema ni muumini, kumbe sio muumini. Alikuwa anakaa nyumbani hapo. Asubuhi Jumapili kama leo anapita, anaenda kwenye choo cha nyuma kule. Kulikuwa na choo cha shida. Kila asubuhi na mimi nilikuwa nawahi kanisani. Ofisi yangu ilikuwa kule nyuma. Naenda namuona huyo anapita kwa. Nikajiuliza huyu nyumbani kwao ni mbali. Mbona mara nyingi asubuhi anaingia huko? Inawezekana kule kwao choo kimebomoka ama kuna shida yoyote. Ndani nilikuwa nasikia nimuulize, nikamuuliza njoo. Binti njoo. Kwani binti? Akaja. Nikamuuliza kwani wewe unakaa nini nyumba pale? Sasa sasa kuna kila asubuhi huwa naona naingia huko. Kwani
Nikamwambia, niambie, kuna shida gani hapo unapokaa? Akasema, mchungaji, mimi ninapokuja hapa huwa nakutana na wenzangu kule chooni. Nakutana na wenzangu hivi chooni? Jamani, wanaendaka wengi au mmoja mmoja? Ukiona watu wameenda kwa kikundi, nafikiri wanaenda kujadili jambo, lakini sio maana ya huko chooni. Akasema, tunakutana na wenzangu. Nikamuuliza, wenzangu wakina nani? Akasema, na wenzangu. Nikimwangalia usoni namuona haiko sawa. Nikamwambia, wewe unafanya matendo ya kishirikina. Nikamwambia, leo lazima uende. Unaenda kufanya nini? Akasema, wewe tunakutana na wenzangu, tunajadili namna ya kuharibu ibada. Kastuka, kufanya nini? Kuharibu ibada. Akaniambia, tuko watatu, tunakuwepo huko kanisani. Nikamwambia, uwataje? Akasema, siwezi. Siwezi kuwataja, lakini hapa tunajipanga. Kumbe watu wanapokuja kanisani huwa wanajipanga. Wewe hujipangi kwamba leo nataka kwenda kukutana na Mungu, wenzako wanafanya nini? Wanajipanga. Nasema mwingine huwa anakaa kwa nyuma. Ndio maana huwa mimi najiuliza sana, kwa nini sana watu wengine wanapenda sana kukaa nyuma? Yaani kumwambia ukae kiti cha mbele ni ugomvi. Mashemasi wanagombana, mimi nakaa hapa, nimefika hapa. Kumbe anasema mwingine anakaa nyuma, mwingine katikati. Na tunawafanya watu mawazo yao yasiwe kanisani. Yaani unaweza kuwa huko hapa, akili na mawazo yako hayako kwenye ibada, umeshahamia machinga. Anasema tunawafanya watu mawazo yao yasiwe kwenye ibada, halafu sisi watu tunawafanya watu wanasinzia ili wasisikie nini? Neno la Mungu. Kuna wakati mwingine una usingizi wa kawaida, pengine ulikesha. Mwingine ana usingizi tu, wakati mwingine wa umri. Unajua wazee ndio kishakuwa mzee, wakati mwingine usingizi unakuja, nikaa kidogo hapo na hivyo. Lakini anasema ndio tunafanya hivyo, tunavuruga ibada. Wengine anasema tu huwa tunawabanikia karatasi mgongoni wao bila kuona, wanasengenya sana. Ndio nikagundua kwamba kumbe. Halafu nikaunganisha na jambo lingine hapa. Wakati tunachimba lile karo, kuna yule mtu aliyekuwa anachimba karo alitoa kitu kama kitu gani sijui, kama kifungu fulani, alitapika kuanzia hapa mpaka Makole. Siku ya kufanya kazi, yaani alitapika na tapika jiani, alitapika tena bahati baya
kanisani. Yule mtu alikuwa ni Mungu, alikuwa anafanya hiyo kazi. Yaani alitapika. Nikaunganisha na kitu kingine. Wakati tunajenga hili jengo, nataka nikwambie ili hapa uweze kufunguka, ujue kwamba unapokuja kanisani wenzako wanajipanga, wewe unajipanga kushughulika na roho za shetani zinazotupinga. Unapoona una amani, usifikirie tu inakuja hivi. Shetani anapambana na wewe kuhakikisha amani unayo, anaiondoa. Alikuja mtu mmoja hapa tunajenga. Kulikuwa na mti wa mwinga hapa. Niliumoa hapo ofisi ya zawadi. Akanifuata akaniambia, "Wewe kijana, mbona unakata huu mti?" Nikamwambia, unakata mti tunataka kujenga kanisa. Hapa tunataka kujenga ofisi." Akasema, "Kijana, wewe unajua kwamba hapa watu wanafanya vikao?" Nikamuuliza, "Vikao gani?" "Hapa wanafanya vikao." Nilipokuwa nilipostuka tu vikao na mfuatilia nieleze vizuri. Yule mzee hapa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nataka nikwambie mtu, yule mtu nilimwambia achague mambo matatu kwa wao. Yule binti nikamwambia, chagua kuokoka, kuacha uchawi, kuacha mambo yote ya kishirikina, uwe salama, uendelee kwa Mungu, au uondoke moja kwa moja nisikuone. La tatu nikamwambia, kama haya mawili huwezi, endelea kuroga na ukae kanisani, utakufa. Anatetemeka. Nikamwambia, chagua hiyo. Alichoamua kuondoka. Aliondoka mpaka leo sijui wapi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Siko unaelewa wewe mtu unapokuja kanisani. Kuna vita. Paulo anazungumza kwenye kitabu cha Efeso. Anaeleza katika ulimwengu wa roho vitu vilivyopo, vita vilivyopo. Tunapambana na nani? Yesu alikuwa anaendelea kufanya kazi ya kuhubiri, alikuwa anapambana na falme za giza, na ndio maana wengi walikuwa wanaenda kwake, alikuwa anawafungua. Wengine walikuwa wanapigwa wachafu, wengine ni maiti, anawafufua. Yesu akafanya miujiza mikubwa. Kwa nini? Kwa sababu alijua katika roho shetani ameweka mbaya. Biblia inazungumza kwamba shetani alikuwa juu. Kisoma katika kitabu cha Ufunuo, akatupa duniani. Bwana sifiwe. Maana yake kule kutupwa sio kwamba anakaa hivi, anakaa na uzuri wa dunia, yuko kazini. Ukiona utaki kuomba, ujue shetani yuko kazini kwako, umepigwa. Ukiona utaki kuja kwenye mazoezi ya kwaya, kuna watu wengine kwa kwaya, kuna kituo cha polisi, anaimba tu basi kama vile umepigwa. Wewe umepigwa na ujue umepigwa. Yohana alipoona miujiza iliyotendeka, alipoambiwa ile miujiza iliyotendeka, akawaambia, nendeni mkamuulize, yeye anasio. Akaambia, angalieni kazi hizi. Yesu anaambia, angalia hizi kazi zinazofanyika, angalia viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, mabubu wanasema. Hii ndio kazi. Ni heri yule mtu ambaye hachukiwi nami, aligundua na kuelewa kwamba duniani shetani ameweka makao. Njia ya kumng'oa ni kusema ujumbe wa neno la Mungu.
Unajua mchawi haoni aibu. Ngoja nikwambie. Na mimi ni mtu wa dini, nilitoka kwenye dini. Siwezi kuambia nitoka dini gani. Lakini maeneo ya kanisani nilikuwa ukipita usiku. Maeneo ya kule kwetu ukipita usiku kwenye maeneo ya kanisani unaanza kusikia nywele ziko kuja kwetu. Unajua maana yake? Mchawi anaenda kufanya ibada kanisani. Anaenda kufanya mambo ya ajabu kanisani. Yaani unaogopa kupita kwenye eneo la kanisa. Unasikia kama nywele zina. Usiku kama saa 4 saa 5 unaanza kusikia kama nywele ama saa 6 hivi. Nywele zinakuwa moja kwa moja. Kama hali ya kushikisha. Ni kama mtu umepita kwenye makaburi. Tukifanikiwa kwa rohoni, tukifanikiwa kukaa na Mungu vizuri, tukamwelewa Yesu, tukajua nguvu yake, tukajua mamlaka yake, tukajua mafuta ya ndani ya Yesu Kristo, na mwambia nguvu ya maombi na imani itakayoendelea hapa. Kila mtu mwenyewe kwanza hawezi kukaa. Nanielewa? Miaka leo kuna Wakristo wanaingia kanisani na mapepo. Mtu anaamua tena na mapepo. Yaani na mapepo naye anafanya ibada anapiga makofi. Wewe una mashetani na uko kanisani, unapiga makofi na mashetani yako. Maana yake bado hata wewe unagundua kwamba umevamiwa na umepigwa au unagundua nguvu ya Yesu Kristo aliye hai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Utakaposhtuka mchawi ameshughulika na maisha yako, ameshughulika na mtoto wako, unaanza kumwona ukienda hospitali, madaktari watakwambia una shida fulani, una shida fulani. Kumbe shetani, pepo na uchawi wa kishirikina imefanya haya. Wana Ukristo baridi leo. Wakristo sasa hivi walio wengi wana Ukristo baridi. Hawajaelewa na kutambua nguvu iliyoko katika Yesu. Yaani ukijua thamani ya Yesu, utagundua, utatembea. Barikiwe sana mama. Barikiwe sana. Ukijua thamani ya Yesu, utatembea kifua mbele. Leo hii jamani tunaabudu kwa kulipua. Tuko kanisani, Ukristo baridi, maombi hapa hayakusisimui tena. Sasa hivi shetani ameingia kila mahali. Unaenda kwa kina mama, unakuta barabara, wewe grupu tu, unaenda sio wapi vijana nao hivyo. Hawaelewi, hakuna cha maombi, hakuna cha kufunga, watu wanaumia. Yaani kufunga maombi ya kufunga mtu anaumia, anaona tabu. Ukumbuke, nilikuwa nawaambia tangu kila ibada za mwaka mpya nilikuwa nasisitiza kuomba kwa ajili ya taifa. Fuatilia klipu zote za ibada ya kwanza ya Januari tarehe 1. Tunafanya maombi ya kuombea nchi, tunafanya maombi ya kuombea kanisa, tunaombea. Fuatilia zile klipu, utagundua. Yaani ni kama mtu aliyeona mbali.
Ni kama unabii. Nilikuwa naambia Watanzania tuombe nchi na tusilale. Wenye ufahamu sasa watajua kumbe yale yote anasema kama mtu anaona mbali. Niliwaambia nikakumbusha kitu fulani. Kaambia wakati wa hayati John Pombe Magufuli alisema tufunge siku 3. Kila mtu na imani yake. Fungeni siku 3 tuombe kwa ajili ya taifa letu. Hakufunga, Mungu kanisani kufunga na makanisa mengine alifunga. Nikaambia hata sasa tunashindwa nini? Tufunge kuombea. Dunia sasa imeharibika. Wala sio kwa nani, nawaambia hivi dunia imeharibika. Kila mahali amani hakuna. Sasa unakuja kanisani kwenye ibada, yani kama vile ngoja tuiende. Isipoenda hata dia mimi kifa mimi au kuumwa watanihudumia nani? Hii sio lengo. Tambua thamani ya Mungu aliye hai. Alikuweka na kumapumzi. Niliwaambia nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2021 kama sio. Nikawaambia hivi nafikiri sisi wa Tanzania tunakaa na amani. Tunaishi vizuri kwenye nchi yetu. Hatuna shida. Na wewe nchi za wenzetu tunaona vurugu zinazoendelea. Sisi wakina nani tumempa Mungu? Sisi ni bora kwa pale. Neema tu tuombe. Nataka nikwambie hata ndoa yako usipoiombea, kuna siku utaona mama anabeba mizigo na kutoka, mwanaume anapotea, haonekani nyumbani. Wewe unaona raha, yaani umerelax, utaki maombi, utaki kufunga, utaki kufanya nini, unasema ibada itaenda, yaani unaambiwa tu hivi. Kweli mtu anayejua thamani na Yesu unaweza kumwambia kwa nini yeye kanisani? Kwa hiyo wewe kwenye maombi, yaani mtu aliyeokoka kabisa amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu ananena kwa lugha, unaweza kumuuliza kwa nini hujaja kwenye ibada? Na kaambia hamna wageni, wao ni bwana shughuli, sababu hazikosi. Bado hatujaelewa thamani ya Yesu. Nikwambie mimi Mungu alikonitoa na kujua mimi. Mambo anayofanyia Mungu mimi ni makubwa. Makubwa. Sio kila kitu lazima niwaambie hapa. Lakini Mungu anashughulika na maisha yako isiyo kawaida. Mkristo bali hata ndani usikii akiongea bado unasema wewe umeokoka. Yaani unajua ukiwa umeokoka, uhai wa kwanza kuonyesha wewe uko salama, usikie kuna sauti inasema anasikia. Yaani unasikia sauti inakwambia hapa hivi. Mimi wakati na sajili kamera sasa ndio. Nishawaambia ushuhuda huu. Tulienda na jina naitwa Nazareth Assembly. Tukaenda kusajili. Tukaambiwa hili jina linatumika sana kwa watu. Katafuteni majina mengine. Mkaita majina matano. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usinishangae hata hizo dini zote zilisajiliwa hivi vinavyosajili hii.
Hakuna dini ya kudumu hapa duniani. Yaani Yesu alikuja hapa kuhubiri neno la Mungu tu. Alikuta dini ya Mafarisayo na Masadukayo. Hao ndio waliomsulubisha msalabani. Kwa hiyo zinasajiliwa. Mimi wakati nasajili nikaleta majina matano. Nikarudi. Tukaandika majina menzangu. Nikasikia sauti inaniambia, andika Carmen Assembly of God. Kama vile utani. Nikasikia tena, andika Carmen Assembly of God. Siku ile ilipita. Baada nielewa kutafakari juu ya majina ambayo tuliandika mwanzo. Tunatafakari. Nikasikia ile sauti inarudia tena mara ya tatu. Iliporudia mara ya tatu, nikasema hivi, kama Mungu unataka jina hili la Carmen Assembly of God, nitakapokwenda kupeleka majina hayo kwa kuwatumia hao walioko pale ofisi ya msajili, wakanichagua hii. La hawakuchagua hii, nitajua sio wewe. Lakini ili nijue ni wewe, wasema Bwana sifiwe. Tuondoka na mzaa kufika zara. Meleta majina hebu nite kwa wakaingia kwenye kompyuta. Walipoingia kwenye kompyuta, wakaenda naye majina yetu. Akasema hii hapa, akasema hii hapa, Carmen Assembly of God. Nikataka kuruka kwa furaha, maana yake ile ilikuwa ni sauti ya nani? Gideon alimwambia Mungu wakati wa wito wake, akamwambia kama wewe naomba hapa pawe na umande kwenye ngozi hii, nijue ni wewe. Na Mungu anafanya vile kukawa na umande. Nataka nikuambie Kristo, kama usikii sauti yoyote ikizungumza ndani yako ya Roho Mtakatifu akikueleza na kukuelekeza, ujue umepigwa. Wewe sio salama. Au salama kiroho. Tutakuona lakini wewe sio salama. Uhai ni lazima aseme. Yesu alipoondoka alisema nawaletea msaidizi. Huyo msaidizi atakaa kwenu. Asifiwe. Asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiona mshirika ana ujasiri wa kufukuza pepo, ujue wewe mzima. Lakini ukiona mtu pepo limelipuka, anafanya yeye anaenda hivi, ujue huyo tayari sio salama. Yaani ukiokoka, kama umeokoka sawa sawa, swala la ibada sio la ushawishi. Ni wewe mwenyewe unajua umuhimu wa ibada. Umenielewa? Maombi sio swala la biashara. Kama unatakiwa uombe kwa Mungu, wewe umeokoka, unaenda mbinguni, lazima uombe. Unajua. Jambo lingine, kama umeokoka vizuri kabisa, sadaka sio swala la mtu kushawishiwa. Maana unajua thamani ya Yesu Kristo. Kujua umuhimu na thamani ya Yesu Kristo. Unajua kwamba lazima nimpe sadaka, nimshukuru kwa haya anayofanyia. Uzima wangu, afya yangu, watoto wangu, mimi natembea, nimekuwa mzima. Kuna watu wamelala hospitali, wametulikiwa jibu, wamepoteza mpaka fahamu. Hautembei kwa ujanja wako, hauishi kwa ujuzi wako, haufanyi chochote kwa sababu una elimu. Hujafanikiwa kwa sababu ya elimu yako. Mungu ndiye amehusika. Unaweza kuwa na shule lakini
maprofesa ni walevi. Profesa kabisa anakuwa pombe. Ujawahi kuona daktari anavuta sigara? Nauliza, wewe mbona daktari anavuta sigara ambaye anajua madhara ya sigara, lakini anavuta? Na vitabu anasoma, anajua madhara ya sigara, anavuta. Elimu haiwezi kutoa mtu peke yake. Unaweza kuwa elimu na elimu, lakini elimu yako ni nzuri sana, isipokuwa unatakiwa uweke elimu na Yesu. Hapo ndio utakuwa sawa. Unaweza kushangaa yuko darasa saba ana elimu ya maisha kuliko mwenye PhD. Unashangaa huyu darasa saba lakini amebeba ghorofa, ana watoto wanasoma sekondari nzuri. Sasa sikisoma, lakini watoto wangu nasomesha. Siku moja mtu mmoja alisema hivi, anamwambia mtoto wake, wewe mambo ya kwenda form 6 hakuna. Usahau, sikulipia ada. Mimi nimeishia form 4, anakuwa kupeleka form 5 na 6. Hakuna hiyo. Unanielewa? Elimu inaweza kuwa nayo, lakini si sawa. Haya ndio kutoka. Yesu ndio. Sema Yesu anatoa watu. Yesu anarekebisha maisha. Yesu anafanya kila kitu kinaenda. Yesu hata kama unataka kwa wewe. Huyo unasema unapenda. Unaweza kutoa familia yako imefungwa. Familia imefungwa, hamtoki. Na shule mmesoma na nini, lakini imefungwa. Kuna wachawi huwa wanawafunga watu kiuko. Ndio maana naambia maombi ni kitu cha kufanyia sana. Tunapotangaza maombi, watu wanatakiwa ukimbilie, kwa sababu unajua huko ndio kuna ufunguo wa kila kitu. Miaka ya 85-86 pale Goba, Dar es Salaam, kulikuwa na mtoto mdogo aliokoka, akawa anaenda kanisani. Mtoto anampenda Mungu, wazazi vita nina kijeka wakampenda Yesu. Siku moja wachawi wakaenda, wakasema Mungu anataka kumkomesha huyu. Hii mambo ya kujalia na maombi mimi hakuna. Kwanza nikwambia kitu kilichotokea. Walipofika tu kwanza walikuta moto unawaka namna hiyo. Pale alipolala moto, alafu kuna watu wawili wamesimama. Yaani moto unawaka, kuna watu wawili wamesimama hivi. Yaani kijana yuko amelala na moto unawaka. Ni kama vile ni mtu anayewaka moto. Kwa hiyo yuko huko na wale watu wawili wamesimama. Walipocheka tazama kwenye maji. Kaondoka, wakaondoka. Walipoondoka, lakini wakawa wanauliza, wale waliosimama ni wakina nani? Wakaenda siku nyingine. Walipofika wakakuta vile moto unawaka. Kaana kule na wale wawili wamesimama moto. Ndio mchawi kuroga, alafu baadaye anaona kama anafeli. Anajaribu kutafuta nguvu yako mwenyewe. Wakamuuliza, wewe ulikuwa unalala usiku?
Ndio jina haraka. Una haraka wewe? Mbona watu kuja kupita sisi tunakuta moto na wako? Moto na wako. Hapo wanasimama mbele yako wale wakina nani? Akaenda kumsimulia mchungaji. Kuna mtu ananiuliza hivi. Akaambia hao wachafu waliona nguvu iliyoko hapo. Bwana sifiwe. Waliona nguvu iliyoko hapo. Wachafu. Wakati mwingine ndugu yangu unalala usiku. Unashangaa maumivu haya yanatoka wapi? Unasikia unakabeli wote unajirana mapema. Jamani, sijabeba mzigo. Kumbe kuna watu wanashughulika na wewe bila kuelewa. Tambua thamani ya Yesu. Ukitambua hiyo utamtumia vizuri. Sema amen. Mama yangu alikuwa mkono hapa katika watu waliofariki kuuliza watoto wao. Yaani mapazia yalikuwa na mkono chumbani. Watu wamekaa sebuleni pazia zinawaka nuru. Pazia. Bei inaungua moto aliyechoma haonekani. Ukifika wali mtu. Roho za shetani zinashughulika na maisha ya watu. Mnaweza kufungwa hata kwenye familia msitoboe. Mnaona ni kitu cha kawaida tu. Kumbe kuna mkakati umepangwa ili wao kuofisha. Ndio maana hapo wengine unakuta yale kupata mshahara ni pombe anawai. Anakunywa mpaka hela zinaisha ndio anarudi nyumbani. Ni mnafikiri tu ni kitu cha kawaida. Kumbe kuna watu wamekamata ufahamu, wamekamata uchumi, wamekamata maendeleo ya familia, wamekamata ukoo, wamefunga. Unashangaa kwa familia. Kila unapata mimba, hiyo inapoondoka. Jamani, madaktari wana kuna shida. Unapata ujauzito. Ukifanya hivi, unakaa tu watoto wa muda. Hainiza nini? Mimi nimekosea nini? Kumbe watu wamefunga familia, wamefunga ukoo, wamefunga maisha ya watu. Yamefungwa, hautoboi. Uko hapo, unajaribu hauna kitu. Kuna wengine wanaajiriwa leo kesho mafuzo. Yaani unashangaa. Yaani masanao ambayo haieleweki tu. Kumbe katika ulimwengu wa roho wanasema hawa lazima tufunge na tuharibu maisha yao kabisa. Hawa wasitoboe. Unaweza kukuta mtoto na akili sana darasani, lakini siku ya mtihani yaani unatokea kitu ambacho hakijawahi kutokea. Yaani anasahau kitu. Yaani kushika madaftari moja wangu yale aliyosoma yote yamepotea, anajaza mabuku. Tunajiuliza hiyo ni fake. Wewe anajua kusoma. Jamani, mtu alikuwa anafanya vizuri hesabu. Wewe alikuwa anafanya vizuri physics. Biology alikuwa anafanya vizuri. Inakuwaje? Naanza kuangalia hapa hivi. Unafanya mamlaka wa kuagiza maisha kwa baya katika ulimwengu wa roho yamepanda, yanafunga uchumi. Unaweza kufanya biashara vizuri, lakini kila mmoja anataka maisha. Haya unafanya nini?
Hutasukuma maombi, hutasukuma sadaka, hutasukuma kwenye huduma zote za kanisa. Wewe mwenyewe unajitoa. Ibada, mtu mwingine anakuwa na ibada za kuoja. Nanielewa? Ibada za kuoja. Unakuwa mshirika unaabudu. Yaani unajua upete kwa sababu unajua. Ibada ni hizi kwa wiki. Ndio najua mimi. Lakini leo watu hawasali. Wanasali ibada moja, wanapotea. Kama hujaamua kwenye dini nini? Hata shughuli nyingi, mambo mengi. Hivi shughuli nyingi mbele ya Mungu. Unashukuru wewe kama unatiwa nguvu na Mungu, utafanya nini? Unaanza kulala kitandani au kokoni. Bwana asifiwe. Mnanielewa? Kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 1. Efeso sura ya 6 mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hodari. Unajua hodari. Paulo anazungumza uhodari. Unakuwa tayari kutumika. Unakuwa hodari katika Mungu. Yaani unaonekana uko vizuri. Yaani kwenye mambo yako uko sawa. Hodari. Ndio unakutana hapa akiimba, mtu anaimba vizuri. Yaani akisema anaomba vizuri. Akipiga makofi anapiga vizuri. Yaani yuko hodari. Kwaya anaimba vizuri. Yaani hana utani, ni hodari. Na katika uweza wa nguvu zake. Ndio. Vaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kupinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi na pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Usipokuwa na silaha, siku ya uovu unashindwa. Mmenielewa? Bwana asifiwe. Usipokuwa na silaha, siku ya uovu unashindwa. Na kisha kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa nia haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari mpatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Ngao ya imani inaweza kuzima mishale. Ngao ya imani, napenda hilo neno. Ngao ya imani, yaani imani yako ni ngao. Imani katika Yesu, imani katika kumwamini Mungu. Hiyo ni ngao, unaweza kuzima mishale. Lakini watu wamechoka. Miaka ya leo watu wamechoka. Ibada wamechoka. Maombi wamechoka. Kushuhudia wamechoka. Kuhubiri wamechoka. Mikutano wamechoka. Yaani watu wamechoka. Unaona mpaka leo watu wamechoka. Bwana asifiwe. Watu wamefanya nini? Amechoka. Hata ibada tu amechelewa sana. Yaani anaenda kama kumbe hajajua amefanywa. Malizia bwana. Tena ipokee chepeo ya wokovu na upako wa Roho
kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho. Kila wakati kwa sala na maombi, kila wakati katika Roho. Mkikesha kwa jambo hilo la kudumu. Ndio. Katika kuombea watakatifu wote. Pia na kwa ajili yangu mimi. Ndio. Nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Ambao kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika mnyororo hata nipate ujasiri katika hiyo kunena jinsi ipasavyo kunena. Tosha. Falme, mamlaka nayo sema katika ulimwengu wa roho, vita. Wewe kama uombi utawezaje kuniombea mimi? Mimi nasimama madhabahuni. Kama wewe uombi, wewe kujiombea mwenye uwezo, utaniombea mimi? Tukikesha pia katika kuombea watakatifu, kazi ya Mungu ni vita. Leo hii tunaanza kwa Bwana, wewe nini wa kanisa gani? Sisi wa kanisa hili. Wewe wa hivi, hawafunguki kwamba Yesu alikuja kuhubiri habari za ufalme wa Mungu bila kubagua, na mbinguni tukienda hakuna madhehebu. Mungu anataka watakatifu. Sema amen. Sema amen. Mungu anataka nini? Watakatifu. Paulo anasema vita vinatoka wapi katika ya Mungu? Na mapigano yenu kati yenu yanatoka wapi? Mapigano sasa hivi. Hata watu wanaubana, makanisa wanaubana. Yaani sasa hivi ni kama maaskari walioenda vitani wanageuziana mitutu. Wewe mlokole mwenzangu na kushuti. Wewe unasali kanisa gani? Mimi niko full gospel. Wala ziviu. Wewe unasali kanisa. Yaani wito kweli Mungu alituitia. Vita vinatoka wapi? Malumbano kati yenu yanatoka wapi? Kama mnaenda mbinguni, kama mnampenda Yesu, kama mna safari ya kwenda kwa Baba, vita vinatoka wapi? Natamani mwahubiri, nilisema kama Meleki angesema hana nafasi, nilikuwa nitangaza semina moja hapa, tujifunze. Kuna watu wanakuwa hawaelewi. Tuelezane, tufundishane. Tunatakiwa kwenda mbinguni. Yesu anarudi. Mambo ni mengi tunayoona duniani. Ishara za kurudi zilizotabiriwa karibu mingi zimetimia. Vita mahali, unaona. Njaa mahali. Taifa kutoka kupigana na taifa lingine, unaona. Maarifa kuongezeka, mnaona mpaka leo. Sasa hii ni ishara. Maarifa yanaongezeka leo. Tunaona vitu vya ajabu vinavyotendeka. Tumefika sasa kwenye teknolojia ya AI. Unashangaa mtu anaongea, unajua ni yeye. Wewe unamwona hata gorila liko pale linasema mimi fulani. Kama sio teknolojia nyingine. Nyani anampiga simba, nyani anapiga hivi kweli ni kweli kama sio teknolojia nyingine. Tulipofikia mtu anaweza kutoa kichwa chako hiki akakuandikiza kwa joni. Biblia inasema maarifa yataongezeka. Hizo ni ishara na dalili za kurudi kwa Yesu. Sisi tumekaa tukinyonge, barabara italia hapa jamani, watu watashangaa.
Shetani alichofanikiwa kwenye makanisa ni kung'oa roho ya maombi makanisani, kwa sababu maombi ni kila kitu. Na mimi nasema hakuna mkate mkuu mbele ya chai, hakuna kinachoshindikana kwenye maombi. Danieli aliomba siku 21, mfalme wa Ajemi anazuia maombi, lakini maombi ya Danieli yalifungua anga mpaka Mungu alituma malaika. Hakuna kinachoshindikana kwenye maombi, lakini tumebaki tu tumefunga kama vile kuku kwenye kideri na magoti yetu. Huku mwenye kideri si unamwona anataka akajua kidogo. Ndio Wakristo wa sasa, kideri wako, kideri kinoshi watembea, hata kumwambia wapi, anashtuka tu kidogo, anaenda anasimama. Unamwambia wewe maombi, anasema fungia kuku hao. Kideri. Mwambie wahi kanisani, hawahi kanisani, hawahi afanyeje? Kumbe tayari ana kideri. Wakristo wana kideri, ni makoti tu saizi. Hata kwenye kwaya kwenyewe, wewe angalia, tunaimba hiyo ni kwaya, naimba naimba mpaka Mungu anashuka, naimba mpaka malaika anatembea hapa, pepo zinatoka, naimba au akamilisha ratiba. Sasa hivi watu wanaimba makanisani kukamilisha ratiba. Na shetani alichofanikiwa kwenye teknolojia, hasa kwenye nyumbani, watu hawaimbi sasa, hawasolo, hawafanyi nini. Mtu alisolo mwaka jana, pasipo imani, kumbe aliimba pasipo imani, alishakufa au alishaacha wokovu, anakunywa pombe basi. Kwa hiyo tunakamilisha ratiba, tunaimba. Ndio maana mafuta na upako hamna. Basi sio hapa tu, fuatilia kwaya nyingi, lakini chunguza kwaya ambazo zinaimba live, uone tofauti yake, uone ladha. Mtu anashika maiki anasoma, uone ladha, na unasema hapa Mungu ameshuka. Mimi nikiimbisha pambio hapa, nikiimba pambio hapa vizuri, nimeamua kuimba, niimbe hapa, utasema basi kwa tunaimba pambio tu, kwaya ziko muziki. Kwa nini live? Nanielewa jamani? Nanielewa? Hata kwa kina mama wanashangaa, migogoro, watu wanasengenyana, wanafanya nini? Kumbe tayari ibilisi alishaingia. Kama Mungu unaenda wapi? Kama utafuta Mungu utaona neema ya Mungu wapi? Mimi najua kama hapo hapo serious kuomba utafuta Mungu au kuimba. Jamani, tunafunga leo masaa 24 na jioni tunakuwa kwenye mazoezi tukiwa tumefunga. Wewe unakuja hapo unapiga ugali wako, pasipo imani roho atashuka sana. Umepiga Pepsi baridi au kwa tuna Bwana sifiwe. Yaani nisipowasimanga ili kuambia hamtoboi.
Sisi hapa hatuhitaji show, tunahitaji mafuta. Mkiiba pakusikia raha. Nilijipa likizo kidogo kuhubiria, nimeruhusu watu wengi wahubiri, lakini sasa nimerudi ulimoni. Hapa lazima kieleweke. Sema amen. Lazima tufanye nini? Kieleweke. Hatuwezi kuabudu Mungu tunalipua. Hatuwezi kumwabudu Mungu hatuko sawa. Hatuwezi tunaimba tu. Yaani ibada za kulipua tu mshirika. Unajua, ukijiona hutaki kusali, nenda kanywe pombe. Hakutani na shetani huko, utakimbia moyo huko. Hivi nafikiri wanakunywa pombe wanapata siku gani? Muulize John alikuwa anakunywa pombe. Hayo bwana filisika. Leo mhubiri wa Injili. Leo watu wanajua John ameokoka. John anampenda Yesu. John anaenda mbinguni. Hana mzaha. Hata mtu unakuja kanisani, unalipua hata ueleweki, wewe unajua watu wamekaa kama Chiriang'anda. Unajua Chiriang'anda ni lugha ya Kizambia. Ndege fulani yule tai ana tabia ya ajabu sana. Huwa anaamua wakati mwingine anaenda sasa atafika mbinguni. Anakudanganya. Halafu baadaye akifika kule anageuka, anatanguliza kichwa chini. Yaani anakudanganya kwamba mimi naenda kupigiza kichwa nife. Unaona? Wow. Akishafika eneo fulani, unaona anaenda hivi. Ndivyo walivyo Wakristo wa leo. Yaani unaweza kuangalia, wala sio moto, wala sio baridi. Hana mbona unasema siku mbona kanisani hatujaona siku nyingi. Siku mnazungumza unaona huyu. Haleluya. Unaelewa kwenda mbinguni. Mnakaa siku kadhaa hivi. Mnamuona anawavuka. Akija kupotea. Hamuoni. Miezi mitatu. Siku ninasema, yaani napostuka na yeye. Haeleweki. Haeleweki. Huyu sasa atakuwa shemasi au mzee wa kanisa suku ya. Hata wazee wa kanisa sasa jamani fulani anatia moyo sana. Atakapokuchanganya atakuja kupiga bomu kanisani ambayo hamtaelewana, alafu haipo. Hao ndio Wakristo wa siku za mwisho. Nataka nimwambie jamani, kila mtu aokoe nafsi yake kwa habari yake. Usije hapa kwa sababu Evans anakuja kanisani, Evans anahubiri. Usije hivyo. Njoo tafuta Mungu mwenyewe kwa maisha yako. Bwana Simoni fulani bwana haonekani. Bwana ameacha kwaya. Bwana mpake kama haji na misiji. Haya mambo ya mbinguni ya mtu binafsi. Mtu asikudanganye. Mungu anasemaje siku ya mwisho wakati wa parapanda?
mmoja anatwaliwa, mmoja wawili wamelala kitandani, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Ni yako wewe binafsi, usiangalie mtu. Kama yeye ameshindwa, mwambie wewe shindwa, mimi naendelea. Ndio maana naambia kesho. Unaona hapa shahidi ninapopatia watu hapa. Sasa hizi hapa nimeshapatia watu naenda ndani. Watu wanashuka Mtanana, wengine wanashuka Kaiwa, wengine wanashuka Mbina, wengine wanashuka Morogoro. Lakini waliosema mimi naenda ndani, wanaenda Dar es Salaam. Umeamua mwenyewe. Zamani tulikuwa tunaimba pambio. Inasema hivi: nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali kumfuata Yesu, sitarudi, 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 sitarudi. Mtaimba leo au tuanze kuimba sitarudi, baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha, sitarudi, 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 sitarudi. Sasa hivi wanaenda ogota jiwe, ogota jiwe, ogota jiwe, ogota jiwe. Waimbe baba na mama wameniacha. Ninaambia hivi, hapa tutakuwa na kongamano na waimbaji wa kanisa la Pentekoste. Itafanyika hapa waimbaji. Mimi ni mlezi wao. Maandalizi yanaendelea hapa, yatafanyika hapa. Niwaambie hivi, mimi nawafundisha na nyooka. Mimi ni mwimbaji, nimeimba miaka mingi na ninaandika kitabu cha uimbaji. Nataka watu warudi kule tunakotakiwa warudi. Hatuwezi kuimba, unaimba tu madhabahuni, halafu unanengua madhabahuni. Kwani sisi tuna shida na hiyo? Sisi tunataka Yesu aseme na sisi. Kuna watu fulani wanaimba hivyo, yaani wanapoimba wanavyocheza. Nikasema mimi hapa kwangu hawakanyaji. Hiyo wenyewe utawaona kwenye matv yenu. Heti tu kwa sababu Daudi alicheza na staili ile haijulikani. Kwa hiyo unataka kuniambia yeye Daudi alikuwa na nyimbo? Msimame hapo. Lazima tuelewe. Lazima tujue Mungu anataka nini katika maisha yetu. Kama tunataka kwenda mbinguni, kama tunataka kumwona Mungu, ndugu zangu, ni lazima tujue na tufahamu huyu Mungu tunayemwabudu anastahili nini, anatakiwa afanyiwe nini. Tuwe Wakristo, tusiwe Wakristo baridi. Mkristo baridi hawezi kutembea pepo. Wakristo wa siku hizi wamejaa maneno mengi kuliko misali ya Biblia. Yaani anajua maneno mengi, anajua kuna Mkristo anaweza kukupangia timu ya Barcelona. Mkristo huyo Barcelona anaielezea hapa na makapi na manne na kafani na masala na wewe anakaa nani pale nani golini pale na kocha wao anakuelezea vizuri. Muulize mstari mmoja wa Biblia, anainama chini.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuipe kawimbo kidogo. Halafu wale wenye zaka waingize pale zaka zao. Na wewe wa sadaka uchelewa kutoa sadaka, utoe sadaka yako. Mungu Baba, nimesikia habari zako. Hey Baba, nataka nione kwa macho. Usiniambie mimi nawahi nini? Unawahi nini? Mungu amekuachia siku sita zote. Unafanya kazi zako binafsi. Hii leo ni siku ya kumwabudu Mungu. Fungua moyo, achia nafsi yako ili Mungu akusaidie. Ni siku za hatari, ni siku za mwisho. Mambo mengi yanayotendeka leo ni ajabu. Vituko. Dunia hii imeharibika. Mambo tunayoona machoni kwa watu ni ajabu. Nilikuwa naambia watu jana hizi, kama sio jana, nilikuwa naambia watu, Mungu katika maandiko anasema siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Ilikuwa ni jana, nilikuwa naambia upendo wa wengi utapoa. Upendo wa ndugu utapoa.
wewe haubadiliki, wewe kisha tafakari ndani ya moyo wako, hali yako ya kiroho inasomaje? Watu wanasema mtandao hausoma. Ukienda mahali wanafanya kazi mtandao hausoma, mtandao haufanya kazi. Na swali jiulize wewe, je, mtandao wako wa kiroho unasoma? Hali yako ya kiroho unaionaje? Hebu jiangalie, jipime mwenyewe. Je, ulipookoka ulikuwa hivyo? Ulipokuja kanisani ukatubu, ukapewa sala ndogo, ukasema Yesu nisamehe, nitakase, natubu dhambi zangu. Je, ndivyo ulivyo leo? Hali yako ya kiroho inasema nini? Je, uko tayari kwa safari ya mbinguni au unajifurahisha tu, ndugu yangu? Wengi hawako salama. Wengi hawako salama. Nafsini wao hawako salama. Walikuwa na bidii katika Mungu, lakini leo hamna. Walikuwa na wahi kanisani, wanakuja kanisani kuomba, lakini leo hamna. Hata mikesha watu walikuwa na kesha, lakini hamna. Unajipima nafsi yako, hali yako ikoje? Je, ulivyokuwa zamani na leo ulivyo? Haya ni mambo ya kuangalia. Kama tunamaanisha kwenda mbinguni, ni mambo ya kuangalia, ni mambo ya kuangalia, ni mambo ya kuangalia. Maombi yamekufa kwenye kinywa chako, maombi hamna. Yaani hata ile kushukuru tu Mungu kwa chakula siku hizi hamna. Unaenda tu, ukifika unakanyaga twende. Yaani ndio maisha ya watu wanaoishi. Hali za kiroho za watu. Wakristo wamekuwa baridi. Ibada sio serious. Wanaonja tu. Unakuja leo, na kesho aje, anakuja leo, na kesho aje, miezi miwili haonekani, mwezi mmoja hivyo, bala anaenda wapi? Ndio Wakristo walivyo siku za leo. Ndugu yangu, kama una dhamira ya kumwona Mungu, tengeneza moyo wako na Mungu. Mwambie Mungu akusaidie utengeneze na Mungu. Tengeneza na Mungu. Sema maneno haya. Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuja kwako. Mimi mwanadamu.
naomba unisaidie kwa jina la Yesu. Roho ya maombi ndani yangu imeondoka. Mimi ni mkavu, hata kuomba siwezi. Maombi yameisha. Yesu nisaidie, natumbukia mimi, nazama. Yesu nishike mkono Yesu, uniokoe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naanza upya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anza wewe mwenyewe, kemea, omba, kemea roho za shetani, kemea nafsi za ibilisi zinazokusonga, kemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba, tuombe mwenyewe, tuombe, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Usipopambana na hiyo roho itakutesa. Usipopambana na hiyo roho itakutesa. Usipopambana na hiyo roho itakuumiza. Hautaendelea mbele kiroho. Shetani anazidi kukuonea. Shetani anazidi kukutesa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani anakuja kwa jina la Yesu. Pambana naye. Kwa jina la Yesu Kristo.
tutie nguvu kwa safari ya mbinguni. Nayo vita, adui hatupendi, ana dhamira mbaya kwa maisha yetu. Tusaidie Bwana, katika jina la Yesu. Wote wabariki kwa jina lako Yesu. Amen. Amen. Mungu awabariki. Tunaanza maombi ya siku 3. Kufunga na kuomba. Maombi ya siku 3. Hautakufa. Haufi. Esta na Mordekai walifunga siku 3. Na Waisraeli walifunga siku 3. Mungu akaonekana kwao. Na sisi tunawafunga kuombea nchi yetu. Mikakati ambayo Ibilisi ameiweka, lazima tupambane nao kwa njia ya maombi, kwenye mipaka, kila maeneo. Tunataka Mungu asimame, Mungu awe pamoja nasi, Mungu atusaidie, nchi yetu ibaki kwa salama. Hiyo ni mambo ya muhimu na kuomba. Kuomba ni muhimu. Kuombea taifa lako, kuombea nyumba yako wewe, familia na watoto. Huo ni muda wa kuombea watoto wako. Njoo, hauna nafasi ya kuomba, hujawahi kuomba wewe kuombea watoto wako, ukafunga siku nzima au siku 2 na sasa naombea watoto wako, hujawahi. Njoo waombee hapo watoto wako. Hujui kesho inakuwaje. Wengine watakuwa mtabangi, wengine watakuwa kwa machokora, wengine watapata michaa. Njoo waombee. Uje ufunge Jumanne. Mwisho kabisa siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamisi utamaliza maombi. Na hapo tutakuwa na huduma ya uji na nini, utakuwepo uji hapa. Mama utakuwa uji, watu watakuwa uji katika kufuturu. Sasa siku ile ya 3 tutakuwa hapa jioni na futuru. Tutakuwa tunaelekezana mambo ya kuombea hapa. Ukija tuendelea kuombea semina yetu, kuombea anga hii la Ipagala, kuombea eneo la kanisa. Wakati mwingine watu wengine wanafunga watu. Na safari hii maombi ya vita, mtu akae vizuri na Mungu. Amen. 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 Haya, Mungu atakuwepo kwa viwango vya tofauti. Nawaambia, Mungu atashuka hapa kwa viwango vingine. Nawaambia, Mungu atashuka kwa viwango vingine hapa. Tangu tumetangaza maombi vita vinaanza, tayari shetani anaanza kuweka mikakati kwa ofisa wake. Ukijiona wewe huwezi kuja hapo kwa sababu umepigwa tayari. Wapi ninaweza nani hii shughuli baya kwa mgonjwa wewe nini amelazwa anaomba unajua tayari umepigwa. Hiyo ni mikakati ya shetani. Vitaibuka vipi kukuzuia usije? Bwana wale waliokuja kwa ibada ya kwanza waruhusu sasa waende jioni baada ya wale wa ibada ya pili mnaingia, subirini sasa baada ya break kama dakika 10 hivi, alafu tutaingia kwenye ibada. Naomba wale wa viongozi nikutane nao pale usiku kama nilivyosema.